Kijiji cha Mwembeni kilikuwa kimezoea kupima thamani ya mtu kwa macho. Sura nzuri ilionekana kama baraka, na tofauti yoyote iligeuka mada ya minongono. Ndiyo maana kila mara alipopita Baraka, baadhi ya vijana waligeuza vichwa, wakicheka kimya kimya. Alikuwa na tabasamu pana lenye meno marefu yaliyosimama wazi mbele, meno yaliyomfanya ajulikane kabla hata ajitambulisha. Lakini Baraka hakujifunza kuishi kwa macho ya watu, alijifunza kuishi kwa moyo wake. Alikuwa fundi seremala stadi, mikono yake ilijua kupima, kukata na kuunganisha mbao hadi ziwe kazi ya sanaa. Wazee wa kijiji walimpenda kwa heshima yake. Watoto walimkimbilia kwa sababu aliwatengea viti vidogo na magari ya mbao. Alipocheka, hata kama baadhi waliona tofauti yake, wengine waliona mwanga. Neema alikuja Mwembeni kama mwalimu mpya wa shule ya msingi. Siku ya kwanza alipoingia darasani, alikuta madawati mengi yamechakaa. Mkuu wa shule alimwambia kuna fundi mmoja tu kijijini anayeweza kuyarekebisha kwa haraka, Baraka. Alipoitwa, aliingia ofisini akiwa amevaa shati la cream lililopigwa pasi na suruali nyeusi. Alipomsalimia Neema, alitabasamu. Ndipo macho ya Neema yakagusa yale meno marefu yaliyomfanya awe tofauti. Kwa sekunde moja, Neema alishtuka. Si kwa hofu, bali kwa mshangao. Lakini alipoona macho yake, macho yenye utulivu na heshima, alimuona mtu mzima wa tabia, si meno tu. Alizungumza naye kuhusu madawati. Baraka alisikiliza kwa makini, akauliza maswali ya msingi, kisha akatoa mapendekezo yenye ubunifu. Neema alijikuta akitabasamu bila kujua. Wiki chache zilipita, madawati yakawa mapya, meza za walimu zikawa imara, hata kabati la vitabu lilipata sura ya kisasa. Watoto walishangilia. Neema alianza kuona zaidi ya kazi, alianza kuona moyo. Kila jioni alipokuwa akifunga ofisi, mara nyingi alimkuta Baraka akimalizia kupiga rangi, akipangusa vumbi, akihakikisha kila kitu kipo salama. Minongono ilianza. Mwalimu amemzoea fundi, wanawake wa soko walinongona. Anaweza kupata mwanaume bora zaidi, vijana walitania. Lakini Neema hakusikiliza sauti za nje, alisikiliza sauti ya ndani iliyomwambia kwa heshima, bidii na uaminifu haviishi usoni, vinaishi moyoni. Siku moja mvua kubwa ilinyesha. Mto uliokatiza kijiji ulifurika na baadhi ya nyumba zikaanza kujaa maji. Neema aliishi peke yake katika nyumba ya shule. Usiku huo paa lilianza kuvuja vibaya. Alijaribu kuweka ndoo, lakini upepo ulikuwa mkali. Simu yake ilipoteza mtandao kwa muda, kisha mlango ukagongwa kwa nguvu. Alipofungua alimuona Baraka akiwa amevaa koti la plastic, ameshika ngazi na begi la zana. "Niliona paa lako likitingishika," alisema kwa sauti iliyozidiwa na upepo. Bila kusubiri sifa, alipanda juu ya paa, akafunga bati lililolegea, akaziba sehemu iliyovuja. Mvua ilipopungua, nyumba ilikuwa salama. Neema alimtazama akishuka, maji yakimdondoka usoni, meno yake marefu yakionekana wazi alipotabasamu kwa unyenyekevu. Ndipo moyoni mwake palipofanyika uamuzi. Alijua kile kijiji hakikujua, kwamba uzuri wa kweli haupimwi kwa umbo la meno, bali kwa umbo la moyo. Miezi ilivyopita, urafiki wao ukageuka kuwa mapenzi tulivu yenye mizizi. Baraka alimtembelea Neema nyumbani kwao mjini, akawasalimia wazazi wake kwa heshima. Wapo waliotazamana kwa mshangao walipoona tabasamu lake lisilo la kawaida, lakini waliposikia jinsi alivyoongea kwa adabu na mipango yake ya baadaye, mioyo yao ilianza kuyeyuka. Hatimaye siku ya harusi ilipangwa. Bustani ya kijiji ilipambwa kwa taa ndogo za dhahabu zilizoning'inia kati ya miti. Watu walifika kwa wingi, si wote kwa baraka, wengine kwa udadisi. Walitaka kuona kama kweli Neema atathubutu kusema ndio. Baraka alivaa suti ya cream iliyomkaa vema. Alisimama madhabahuni, mikono yake ikitetemeka kidogo. Alipomwona Neema akitembea kuelekea kwake, akiwa katika gauni jeupe linalong'aa chini ya jua la machweo, macho yake yalijaa machozi. Alipotabasamu, meno yake marefu yalionekana wazi zaidi kwa kawaida, lakini leo hayakuwa mada ya kejeli, yalikuwa sehemu ya hadithi. Wageni walinongona, baadhi walitazamana kwa ishara za kuulizana, lakini Neema alipofika karibu, alishika mikono yake kwa uthabiti. Mchungaji alipouliza kama anakubali kuwa mume wake, Neema alinyanyua sauti yake kwa ujasiri, "Ndiyo, nakubali." Ukimya mzito ulitanda kwa sekunde chache, sekunde zilizohisi kama dakika. Kisha Baraka naye akasema ndio, kwa sauti iliyotikisa kifua chake. Alipotamka maneno hayo, tabasamu lake lilikuwa pana zaidi, meno yake marefu yakimulika chini ya mwanga wa jioni. Na hapo ndipo kitu kilibadilika.
Watu waliokuja kwa dharau walijikuta wakipiga makofi, wengine kwa aibu, wengine kwa kuguswa. Waliona namna Neema alivyomtazama, si kwa huruma, bali kwa fahari. Waliona namna Baraka alivyomsikiliza kila neno, kana kwamba dunia yote ilisimama kwa ajili yake. Harusi iliendelea kwa furaha, muziki ulipigwa, vicheko vikajaa hewani. Watoto walikimbia wakicheza karibu na jukwaa. Wale waliokuwa wakimcheka Baraka zamani walimfuata kumpa mkono wa pongezi. Hakuwahi kuwachukia, aliwapokea kwa tabasamu lile lile. Usiku uliposhuka na taa za bustani kuangaza kama nyota ndogo, Neema na Baraka walicheza wimbo wao wa kwanza kama mume na mke. Wakati wakizunguka taratibu, Neema alimnongoneza, tabasamu lako ndilo lililonifanya nikuone. Na kwa mara ya kwanza baadhi ya watu wa Mwembeni walielewa kwamba walikuwa wameishi wakitazama vioo, wakasahau kuangalia ndani ya mioyo yao. Walielewa kwamba tofauti si upungufu, bali ni alama ya upekee. Tangu siku hiyo, kila mtoto aliyemuona Baraka akicheka hakuona meno marefu tu, aliona hadithi ya ushindi. Kila mwanamke aliyemuona Neema akitembea kando ya mume wake hakuona uamuzi wa ajabu, aliona ujasiri wa kupenda bila masharti. Na hivyo katika kijiji kilichopenda kuhukumu kwa macho, harusi hile ilibaki kuwa somo lisilosahaulika, kwamba upendo wa kweli hauangalii sura, bali huangalia moyo. Harusi hile haikuunganisha tu bibi na bwana harusi, iliunganisha pia fikra za kijiji kizima. Na minongono iliponyamaza, kilichobaki kilikuwa sauti ya makofi na ushuhuda wa upendo ulioshinda macho ya watu.